Nini mtazamo wako? Kelele ni nyingi sana. Kelele nyingi sana. Kelele ni nyingi sana. Vigelegele ni vingi sana. Nafikiri hizi kelele ni sema Kiswahili cha aina gani, lakini premature. Ni mapema sana. Ni mapema sana. Hii shamra hii tuliiona miaka 10 iliyopita. Safari ya kwanza Muhimbili, Wizara ya Fedha, wapi semina elekezi, maisha bora kila Mtanzania, huyu mtu ni chaguo la Mungu. Nimeanza kuona katika kipindi hiki cha vigelegele kuna lugha za aina hiyo, ameletwa na Mungu. Huyu mtu amechaguliwa katika uchaguzi ambao umeleta ubishani mkubwa sana. Hakuna umungu wowote hapa. Hakuna cha Musa chochote hapa. Haya ni mambo ya Kaisari matupu. Lakini ndio kipindi cha vigelegele na vyombo vyetu vya habari naamini badala, kwa maoni yangu, badala ya kuuliza maswali magumu, ndio cheerleaders wakubwa, ndio wapiga vigelegele wakubwa. Sasa hivi vigelegele havitachukua muda. Vyombo vya habari vinapaswa kuuliza maswali magumu. Ndio. Ungedhani vyombo vya habari swali la kwanza vingeuliza nini? Swali la kwanza kwa mfano. Bwana Magufuli, unasemaje juu ya Zanzibar? Donda ndugu kubwa la nchi hii, la siasa za nchi hii, kwa zaidi ya miongo mitatu, kwa zaidi ya miaka 30. Tuanzie miaka ya 80 ya mwanzo, Aboud Jumbe alipong'olewa madarakani na Mwalimu Nyerere na wenzake. Mgogoro mkubwa wa kisiasa katika nchi hii umekuwa ni swala la muungano Zanzibar. Kitu gani kimetokea Zanzibar? Mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015. Bwana Magufuli anasemaje juu ya uhuni uliofanyika Zanzibar? Asiseme hahusiki. Yeye ni kamanda, ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Sisi ndio wenye majeshi Zanzibar. Sisi ndio wenye vifaru Zanzibar. Sisi ndio tunaozuia demokrasia Zanzibar. Sasa hilo kubwa kabisa la kuvunja hii nchi vipande halizungumzwi. Hakuna mtu anayeuliza maswali. Hakuna mtu anayehoji Bwana Magufuli unasemeaje? Wanasema tunaogopa kuhoji. Binafsi yangu mimi nimehoji sana hapa. Nimekuwa na vipindi takriban kama vipungui 7 kama sio 8 tukizungumza, nikaitwa hasa wadau wa Zanzibar wenyewe, wanasiasa, wanasheria na kadha wa kadha, wamekuja hapa kuzungumza kuhusu masuala mvutano wa kisheria juu ya Zanzibar. Unadhani wewe nini kingefanyika? Hakuna mvutano wa kisheria. Mvutano wa kisheria ni wa kutengenezwa. Mvutano wa kikatiba ni wa kutengenezwa. Kuna watu wameshindwa uchaguzi. Halafu baada ya kushindwa uchaguzi, miaka yote walizoea kuiba, mwaka huu wamewahiwa, tufanyeje? Wameamua kusema hatutaondoka madarakani. Na kwa sababu wenye bunduki na vifaru wanatuunga mkono kutoka Dar es Salaam, hatutaondoka madarakani. Sisi wa bara ndio tunaoamua siasa za Zanzibar, na tumekuwa tunaamua siasa za Zanzibar tangu mwaka 72 Karume alipouawa. Na wengine watasema kwa haki kabisa, tumeamua siasa za Zanzibar tangu mwaka 64. Kuna watu wameandika vitabu wanasema hivi, nani hasa aliyefanya mapinduzi? Nani hasa? Mbona tunaambiwa yaliyoandaliwa hapa na kina Kambona, waziri wa ulinzi? Watu walifundishwa kwenye mashamba ya katani Tanga. Kwa zaidi ya nusu karne sisi wa bara ndio tumekuwa watawala wa Zanzibar. Sasa leo tuna donda ndugu kubwa kabisa. Kuna uchaguzi umefanyika Zanzibar. Wamempigia Magufuli kura, wamempigia Lowassa, wamempigia Maalim Seif, na baadhi wamempigia Ali Mohamed Shein. Ya Lowassa na Magufuli hayo tunasema ni sawa sawa. Ya Maalim Seif na Ali Shein, kwa sababu yametokea kinyume na sisi waamuzi wa siasa za Zanzibar tunavyotaka, tunasema hapana. Halafu tunanyamaza kimya.
vyombo vya habari haviulizi maswali magumu. Kwa nini uchaguzi wa Zanzibar unazuiliwa? Kinachofanyika ni Kiingereza ni a constitutional coup, ni mapinduzi ya kikatiba. Katiba ya Zanzibar imepinduliwa kwa nguvu za kijeshi za bara. Vifaru vilivyoko kwenye mitaa ya Zanzibar, magari ya deraya, askari wale wanaopiga watu wanasubiri kuua watu ni wa kwetu. We should be asking the hard questions, and we are not. Okay, we should be asking. Badala ya kupiga hivi gelegele vya hapa kazi tu, tunatakiwa tumuulize huyu kama amiri jeshi wetu mkuu wa sasa, msimamo wako juu ya Zanzibar ni nini? Usinyamaze, usifanye hayakuhusu wakati vifaru vyako ndio viko kwenye mitaa ya Zanzibar. Kuna swali la msingi ambalo linaulizwa na kila mwanasiasa na Mtanzania ambaye anajua utaratibu wa uchaguzi unavyokuwa. Maalim Seif alijitangazia kwamba ameshinda kabla hata hajatangazwa na tume ya uchaguzi ZEC. Kwa maana hiyo automatically kwamba pale anakwenda kinyume na utaratibu wa kujitangazia. Nini mtazamo wako? Ni hivi, Maalim Seif kujitangazia hayakukuizuia tume ya uchaguzi ya Zanzibar kutangaza matokeo halali ya uchaguzi wa Zanzibar. Hakukuizuia kabisa. Kabisa. Mimi nilijitangazia ushindi Singida Mashariki kwa sababu nilikuwa na mawakala kila kituo, waniletea fomu mapema, tukajumlisha matokeo, tukakuta tumewapiga, tukasema jamani tumeshinda. Ndivyo alivyofanya Maalim Seif. Ndivyo anavyofanya kila anayegombea. Nimeshinda. Sasa hiyo kusema nimeshinda hakuzuii wale waliopewa mamlaka kikatiba kutangaza matokeo. Kwa pamoja na kwamba Maalim Seif alitangaza ya kwake aliyokuwa nayo na hakuna sheria inayomzuia asifanye hivyo, hakuna hiki ni kisingizio tu. Kwa nini wale wenye mamlaka ya kikatiba hawajatangaza matokeo? Wanasema wamefuta uchaguzi. Kwa mamlaka yapi? Mwenyekiti wa ZEC ana mamlaka gani ya kufuta uchaguzi? Kwenye hili Magufuli unasemaje? Kwenye hili, kwa sababu ni vifaru vyako viko mitaa ya Zanzibar, ni majeshi yako yako Zanzibar. Kwa hiyo ya Zanzibar usijifanye hayakuhusu. We should be asking those questions. Sio hilo tu. Okay, sio hilo. Umesema kwamba media au vyombo vya habari haviulizi maswali magumu. Hilo ndio moja. Lakini ni lipi labda? Nimesema katika hii habari ya vigelegele hii. Ndio, vigelegele hivyo. Vigelegele hivi. Nasikia hivi katika hii vigelegele, na unashangaa watu akili zimeenda wapi? Katika kipindi cha miezi miwili Magufuli ameokoa trilioni 1 na bilioni 100 ngapi zimesemwa? Za kutosha hivi ambazo tunajadili. Trilioni 1 na bilioni 100 kitu. Nani anayejua ukweli wa hizi hela? Nani anayejua? Hizi hela kama kweli zilikuwa hazijalipiwa kodi. Kuto kulipa kodi ni kosa la jinai. Nani waliokuwa wameficha hizi hela ambao wamekamatwa mpaka sasa hivi? Ni kosa la jinai. Kuto kulipa kodi ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai. Kukwepa kodi, tax evasion is a criminal offense. Hawa waliokuwa wameficha hizi bilioni, trilioni 1 na milioni 100 ngapi, mbona hatuwaoni wakiwa na pingu mikononi wakipelekwa Kisutu? Na ni kina nani hasa? No, labda amejaribu kuplay safe kwamba ile wote na pesa sitaji kumfunga mtu. I say, kwa hiyo sheria inaposema huyu chukua hela na vile vile afungwe, mliotunga sheria mlikuwa vichaa. Mlikuwa vichaa. Mliotunga hizo sheria kwamba ukiiba tutakufunga. Ukikwepa kodi tutakufunga. Ukipiga mtu tutakufunga. Kumbe wanaofungwa ni hao wanaoiba simu ya shilingi 20,000. Hao wenye matrilioni hao inabidi to play safe. Haiwezekani. Sasa haya ni maswali magumu yanayohitaji kuulizwa lakini hayaulizwi. Trilioni 1 na milioni 400 na ushee ziko wapi? Kuna improvement kiasi gani kwenye hospitali zetu? Mashuleni. Mimi nimeandikiwa barua na mkuu wa wilaya yangu wiki hii
ananiambia twende, anatuita wabunge tukazungumzie juu ya hali mbaya ya elimu kwenye wilaya yetu. Hatuna kila kitu, madawati hakuna, madarasa hakuna, nyumba za walimu hakuna kila kitu. Yet katika miezi miwili tumeokoa trilioni 1 na milioni 400 na ngapi. Kama ni kweli, hebu mbona wabunge hawajalipwa mshahara by the way? Wabunge labda sio priority. Hela si ipo. Hela si ipo. Kwa nini kuna shida ya kulipa mishahara hata ya wabunge? Sasa haya ni masuala magumu yanayohitaji kuulizwa, kuhoji hivi vigelegele hivi. Lakini kila mtu anataka ajipange kwa the new master, aonekane mzuri kwa bwana mkubwa mpya. Kila mtu waliokuwa wanambusu Kikwete miguu miezi mitatu iliyopita, sasa hivi ndio cheerleaders wakubwa wanasema huyu jamaa ndio nini? Huyu ndio mwokozi, ndio masia wetu wa sasa. Huo unafiki huo si sahihi. Kuna vitu ambavyo tunahitaji kuvihoji vya siasa zetu. Vigelegele hivi havitufikishi popote. Haya, mpenzi mtazamaji unaofuata kipindi hewani, kama unaungana sisi, kinaitwa Mada Moto na ndani Masai Global Inc kupitia hapa Channel 10, na mgeni wangu anaitwa Tindi Lissu. Huyu ni mheshimiwa mbunge, tunazungumza naye usiku wa leo. Anasema kwamba kwa nini vyombo vya habari vinasema magumu, lakini bado tunaendelea kuzungumza mimi na yeye. Lakini kumbuka utakuwa na sehemu ya kuuliza maswali kwake. Inawezekana anachokizungumza yeye kisingie masikioni kwako. Ni haki yako kutofautiana mawazo na mtazamo. Utauliza swali na atajibu. Lakini sasa niulize, nini mtazamo wako juu ya baraza la mawaziri, hadi kadhalika makatibu na makatibu wakuu wasaidizi katika swala zima la kuokoa matumizi ya serikali? Nini mtazamo wako hili? Karibu. Waingereza wanasema the jury is still out. Hukumu bado haijatoka juu ya kiasi gani tumeokoa. Hukumu haijatoka bado. Na mimi sishiriki kwenye vigelegele. Nahitaji kuona ushahidi wa kiasi gani tumeokoa. Lakini niseme, kwa sababu nataka kujua habari za baraza la mawaziri. Ili ni baraza la mawaziri la Kikwete. Unamaanisha nini? Rais ni John Pombe Magufuli. Na maana hivi la Kikwete. Na maana hivi. Katika mawaziri wale 13 wa kwanza aliowateua, 13 wao walikuwa 15 wale wa mwanzo. 13 walikuwa either mawaziri kamili au